Habari za wakati huu, karibu katika kipindi cha lesoni, na leo tunaangazia lesoni ya Jumatano. Tupo katika robo ya 4 na leo umeingia katika somo la 13. Usomaji wa Biblia kwa mpango, tunasoma kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 19, na aya yetu ya kujifunza kutoka kwenye maandiko matakatifu ni kitabu cha Yoshua sura ya 24 mstari wa 22 hadi mstari wa 24. Somo letu lina kichwa cha habari kinachosema hatari za ibada ya sanamu. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa siku hii mpya na kwa nafasi uliyotupa ya kujifunza neno lako. Tafadhali fungua akili zetu na mioyo yetu ili tuelewe mafundisho yako. Roho Mtakatifu atuongoze ili somo hili libadilishe maisha yetu na kutuleta karibu zaidi nawe. Tunaomba kwa jina la Yesu, amina. Ibada ya sanamu ni hatari kubwa kwa sababu humtoa Mungu nafasi ya kwanza moyoni mwa mwanadamu. Wakati wa Yoshua, Waisraeli walikuwa tayari wameingia Kanaani, lakini bado baadhi yao walikuwa na miungu ya kigeni katikati yao. Hii ndiyo sababu ya Yoshua aliwaita tena waamue kwa dhati kumtumikia Bwana peke yake. Yoshua aliwaambia watu waelekeze mioyo yao kwa Bwana. Neno la Kiebrania linalomaanisha elekeza inaonyesha kitendo cha kuinama na kusikiliza kwa makini. Hii inamaanisha kwamba Mungu anataka watu wake wamsikilize kwa unyenyekevu. Biblia inasema katika kile kitabu cha Danieli sura ya 9 na ule mstari 18, Bwana, elekeza sikio lako usikie. Lakini moyo wa mwanadamu kwa asili hupenda kugeukia dhambi. Ndiyo maana mtu anahitaji kufanya uamuzi wa makusudi wa kumfuata Mungu. Mfano ni Sulemani ambaye moyo wake uligeukia miungu ya kigeni kwa sababu hakumtii Mungu kikamilifu. Na haya tunayasoma kwenye kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 11 na ule mstari wa 4. Waisraeli walimjibu Yoshua wakisema, sauti yake ndiyo tutakayoitii. Hii inaonyesha kuwa utii wao ulipaswa kuwa wa upendo na uhusiano, si kufuata sheria tu. Mungu hataki dini ya mazoea, bali anataka uhusiano wa karibu na watoto wake. Yesu pia alisema katika kitabu cha Yohana sura ya 14 na ule mstari 15 kwamba mkinipenda mtazishika amri zangu. Hata hivyo, Biblia haisemi wazi kama Waisraeli waliondoa kwenye miungu yao. Hii inatuonesha kuwa kuahidi si sawa na kutenda. Somo hili linatukumbusha kwamba kila kizazi kinapaswa kufanya uamuzi wake wa kumtumikia Mungu kwa uaminifu. Mara nyingi nasi tunaahidi Mungu tutabadilika, lakini tunashindwa. Sababu kubwa ni udhaifu wetu wa kibinadamu. Lakini hilo linatuonesha kuwa tunahitaji neema ya Mungu. Neema hutusaidia kuinuka tena na kuanza upya. Biblia inasema katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 12 na ule mstari wa 9, neema yangu ya kutosha. Kwa hiyo somo hili linatufundisha kwamba ibada ya sanamu haimaanishi tu kuabudu sanamu za kuchongwa, bali chochote kinachochukua nafasi ya Mungu mioyoni mwetu. Tunaitwa kila siku kuchagua kumtumikia Bwana kwa moyo wote. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa somo hili. Tafadhali tusaidie tuondoe miungu yote iliyochukua nafasi yako moyoni mwetu. Tujalie moyo wa kusikiliza na nguvu ya kutenda yale tunayokuahidi. Tunategemea neema yako kila siku. Tunakushukuru na kukuomba haya kwa jina la Yesu Kristo. Amina.